yani hata toke huko mwanaume sasa hivi ananiambia bwana mimi nataka kuoa, yani namkubalia. Haya bwana. Ila mimi simesha mtani. Wewe, yani mwanzo ni ndoa naona kama nimefungwa vile. Yani wewe sina uhuru. Yaani shoga yangu tulia, tuna ndoa yako. Sio useme ndani kama nimefungwa mara utoke nje mara Asumani mara nani. Sio vizuri shoga yangu tulia, tuna ndoa yako. Kwanza tuachane na watu tunafunga. Ndugu yangu. Sasa sikufichi. Siku somo inapanda, siku somo haipandi. Unajua si mtu mazoea. Mazoea? Siku somo haipandi. Nakula hapo vizuri. Yaani ufunge mume wako na kuachia. Ajui, wewe unafikiri ajui anataka kuniachia? Ajui, yani kama hivi mchana katoka hapa mimi naupiga vizuri. Kifika muda ule iftari napika, tunakaa wote tunavutulu. Mume wangu anajua mimi nafunga. Nikwambia siku za mwezi ni 40. One day utakuja kukamatwa wewe. Usipaki picha siku nikifumwa. Usije kurudia na mizigo na matangazo kaja mchana wa ndumba wewe. Nitaudi ufunge udugu. Sawa. Funga. Yaani kwanza umeolewa na mcha Mungu. Jitahidi umfuate. Yaani mfuatishe mumeo kwa kila anachokisema. Sio unanielewa udugu. Karibu Ramadhan, karibu Ramadhan, ya karibu ya Ramadhan, karibu Ramadhan, karibu Ramadhan, ya karibu ya Ramadhan, karibu Ramadhan. Mdada. Mambo poa. Kana kufahamu hivi nishaikuona sehemu? Hapana kwa kweli. Nishaikuona sehemu ndio hivyo napata. Sasa sikia, emfanya kitu kimoja hivi. Andika namba yako basi. Namba yangu tena? Ndio, sasa una wasiwasi wa nini? Andika sasa, una wasiwasi gani na wewe? Mapedeshe yenyewe mjini ndio mbaki sisi, una wasiwasi wa nini? Mshika basi. Shika. Wewe andika, acha mambo yako. Yaani uko mtaani. Mimi nashukuru kwa ushauri wenu. So umenipa ushauri mzuri, nitaufuata na nitaufanyia kazi hapo. Yaani wewe ukifanya udugu utanifurahisha sana. Nashukuru. Vipi na mama naye? Mama jambo. Saida. Haya, udugu. Sisi tumekuja tu hapa tunakutembelea chapu. Tunaondoka. Basi mimi siwatoi. Hamna shida. Washemeji yenu kurudi. Nahitaji kwa daftari. Haya poa. Saida. Mungu akujalie basi. tukasome Qur'ani na vizuri tufungeni hizi hapo. Wani kupigie kabisa hapo. Inaita Yeah. Basi safi. Kwa hiyo unaelekea wapi sasa? Mimi naelekea kwa sister hapo mbele. Kwa sister? Basi safi. Acha nikusindikize kidogo. Unisindikize tena? Ndio. Hapana kwa kweli. Nitafika tu sijali. Twende bwana na unaye kwa kukataa. Sasa nakusindikiza kidogo. Tukasome Qur'ani na vizuri tufungeni tushikamane jamani kumpokea mgeni siku zenyewe ni chache adhidi 30 tushikamane jamani tusimuzi. Wewe mama Muza. Unasema unanina nini? Kuna chapati, kuna supu ya kuku na chai. Supu ya kuku. Hapo ni supu ya kuku unapata nini hapo supu ya kuku? Supu ya kuku bei gani? Supu ya kuku 2000. Je, supu ya kuku 2000 ni chapati zangu hizi? Mimi naomba chapati 2 na chai. Sawa. Karibuni. Haya hapa. Ndimi uko sawa? Tumbi uko sawa? Fundi wewe? Hapa ndo mwenyewe. Hoteli iko vizuri. Unajua? Kwa mkeo huyo. Hautaniwi. Unakwenda. Afuwe. Mama Muza. Abe. Ndio. Wewe mbona hivyo wewe kwa nini? Unajua mwezi mtukufu Ramadhani. Unashinda kuweka panzi humu, Mapanzia machafu. Machafu maana yake nini kitaalamu?
Nisamee mapazia machafu. Mimi hapa nyumbani mke wangu anafunga. Mwanangu anafunga, baba zangu wanafunga. Mimi peke yangu ndo sifungi, mimi ndo kahawa. Alafu wewe unashinda kuziba, unataka kudhalilisha? Au una mpango gani? Basi tutaweka Kuaibisha sana ni mama chakula. Kesho nikija maneno mapanzia mimi sinjwe kwako. Tutaweka panzia kesho. Kwanza kesho weka. Sio kwanza kesho kwa muda huu tu weke. Naweka loko. Sawa. Naweka loko. Hapa mimi nakula. Alafu niambia mke wako lengo lako nini sasa? Chakula kinipalia au lengo lako nini? Na maana namuogopa. Muogope mke wangu unaumwa nini wewe? Sema umeshtuka mbona kama unamuogopa mke wako umeacha hapo. Acha ujinga wewe. Talbul ilmu faridatan ala kull muslimi wal muslimati. Talbul ilmu faridatan ala kull muslimi wal muslimati. Kutafuta elimu lazima, Mtume amesema mpaka China, inatulazimu kwa kina, kwa kina, ila inatibu Ramadhan, karibu Ramadhan, ya karibu ya Ramadhan. Karibu 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 mgeni mwema, mtukufu Ramadhani, tumekupokea vyema kwa hubala moyoni. Mambo ya kuvunja jungu katu haiwezekani, twendeni misikitini tukasome Qur'ani. Tukasome Qur'ani na vizuri tufungeni, tushikamane jamani kumpokea mgeni. Siku zenyewe ni chache, adhidi 30. Tushikamane. Asante. Nimepata wito wenu kutoka jana, lakini jana nilikuwa na dharura kidogo. Lakini leo nilipopata wasaa nikaamua nije na niwaambieni nimefanya kitu kimoja bora sana na kitu kimoja kizuri, kwa sababu huu mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi wa kufanya amali aina mbalimbali. Na Allah kasema katika hadithi kudusi, talbul ilmu faridatan ala kulli muslimin. Kutafuta ilmu ni jambo la lazima kwa kila Muislamu. Kwa hiyo niseme nimefanya kitu kimoja kizuri, na Mtume Muhammad anasema yoyote mwenye kutafuta ilmu, kila kinachoangaziwa na mwanga wa jua kinatakia rehema, yani kinamwombea msamaha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kitendo cha kuniita mimi nije kuwafundisheni Qur'ani ni kitendo mmefanya kizuri sana. Tunapenda kwanza hongera yenu. Asante. Ila labda dadangu kuumishia wapi? Alamtara. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka biashabi الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة
min sijjin bihijarati min sijjin faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Mama, hapo wewe ulishia wapi katika kusoma kwako? Unataka tuanzie wapi? Haya, sasa tutaanza na hiyo kullahu. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahi ar-Rahman Rahim. Qul hu Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mashallah, mashallah, mashallah. Kwa hiyo muwe munaisoma wakati wote kwa huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yoyote mwenye kusoma 1000 ya Qur'ani anazidishiwa mara 10. Abu Hurairah radhiallahu anhu amemsikia Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisema, yoyote mwenye kuisoma Qur'ani 1000 anaandikiwa ujira mmoja na mmoja anazidishiwa mara 10. Kwa hiyo akatoa mfano kuwa alif lam mim sio sawabu 3 zitakuwa 30 kwa sababu moja inazidishwa mara 10. Kwa hiyo ni bora zaidi mtu ukawa unajisomea Qur'ani kuliko kukaa kulala, kukaa vibundo visivyokuwa na msingi, kuangalia sinema ambazo sio za maadili na kulinda saumu yako. Kwa hiyo kwa hilo naombeni sana mrudi kufanya zuri kila siku, tulikuwa nakuja kufundisha na muendelee zaidi ni mara zaidi. Hata Ramadhani ndapoisha mzidi kuwa mnasoma Qur'ani. Kusoma Qur'ani ndio mwongozo wa dini yetu. Ukiacha Qur'ani dini yetu itakuwa inapotea. Kama tunasoma Qur'ani tutakuwa tukubishwi. Kwa hiyo kwa hilo mimi niseme tu leo naishia hapa. Allah akijalia kesho tutakuja tena. Sawa, nasema kushukuru. Naam. Mungu akujalie. Naam. Kesho Mungu akuongoze tena. Basi asante sana. Kubwa Islamu ya dini tumeifanya ya watoto. Sisi wakubwa tupo tu tunapitia misoto. Tumesahau kwa Allah subhana kuna moto. Asiyesoma hayo ndo malipo. Karibu sana. Hatimaye leo nimerudi tena kwako. Karibu kwa mara pili. Mimi kuna kitu kinanisumbua sana. Kitu gani? Unajua pale nyumbani kuna kazi nyingi sana. Na mimi kama msichana siwezi kuacha kufanya kazi za nyumbani. Basi endapo nikifanya tu kazi za nyumbani huwa nachoka sana. Kuna muda nawaza hata kufungulia kwa kweli. Haula la quwwata illa billah. Sasa hapo unapofanya kazi unaona mpaka unahisi kutaka kufunguliwa. Hiyo ni ndo saumu yenyewe, kwa sababu la kuntatakun, ili muwe wacha Mungu. Kwa hiyo ucha Mungu unapatikana hapo kwenye majaribu kama hayo. Kwa hiyo niseme tu, ukiona umefikia hiyo, unaoga maji yako, unaendelea na nini? Na saumu yako. Kwa hiyo usije kaona umefikia hiyo unataka tena kufungulia hapo hivyo. Umeelewa? Ila vizuri zaidi baada ya ndani ya saumu kuna vitu mbalimbali vya kufanya. Kuna adhikari za kufanya. Usio unakaa tu unalala ovyo au unafanya makazi magumu muda wote, kama vile muda unapata mapumziko, basi kuna adhikari ile ambayo baada ya swala ukimaliza unasoma ashhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'aluka aljannata ilahi wa na'udhu bika minan nar Allahumma innaka afu
tuhibuna afwa fafana ya karimu afwa. Unasoma ile. Badala hiyo unasoma nyingine ile. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Kwa hiyo hakikisha unafanya zile adhkari. Kwa hiyo somo yako inakuwa baridi kwa sababu inakuepusha kuongea maneno ya porojo. Kwa hiyo jitahidi kwa hilo. Nakushukuru sana ustazi. Sasa usinishukuru mimi. Shukuru Allah kwa kuniwezesha mimi kukupa maneno haya. Basi sote tumshukuru Mungu. Basi alhamdulillah. Hiyo ni shukrani chache. Kubwa tuache makatazo yake na tupate maamrisho yake. Sawa. Mimi nashukuru sana kwa maneno yako, nashukuru sana kwa mafundisho yako kwa sababu naamini kuna sehemu umenitoa. Mungu akubariki sana. Akubariki na wewe. Kwa heri. Karibu Ramadhan, karibu Ramadhan, ya karibu ya Ramadhan, 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 karibu mgeni mwema mtukufu Ramadhani, tumekupokea vyema kwa hubala moyoni, mambo ya kuvunja jungu katu haiwezekani. Twendeni misikitini tukasome Qur'ani, tukasome Qur'ani na vizuri tufungeni, tushikamane jamani kumpokea mgeni. Siku zenyewe ni chache adhizidi 30, tushikamane jamani tusimuzi manani. Ramadhani ni njema, tunakuomba ya karima utujali. Nini sasa? Nini sasa? Kipa changu. Sasa wewe tumeongea nini sasa? Umeongea nini na nini? Sasa tumeongea naenda pale kwa Mungu, tunapita wote pale, tunapita paka kwa rafiki yangu Dula pale, nachukua pesa na kugeia tu, kila mtu anaendelea na maisha yake. Wewe. Nikwambia tunapitia kwa Dula, naenda kupea tatizo nini? Wewe. Wakati unanipigia simu ukuniambia kwamba eti unapitia kwa Dula au unapitia lipe langu. Sasa tatizo nini na wewe? Sasa tumeongea mambo, tumemaliza tena hapa. Umeongea na nani? Nimeacha kufunga Ramadhani mimi natafuta hela. Afu mimi unanipigia simu eti njoo usiku nzima nitakupeleka kwa asubuhi. Afu wewe utakunikimbia na hicho. Karibu Ramadhan, karibu Ramadhan, ya